Habari za saizi mabibi na mabwana, ma best friend kokote mliko. Kijana wenu leo nimekuja na session mpya ambayo natamani sana muweze kutega masikio yenu na kudisikiliza, kama ambavyo mimi nilivyoacha mambo yangu na kuamua kuorganize na nyinyi katika siku ya leo. Mambo makuu ambayo tunapaswa kuyazungumzia sisi kama vijana ambayo ningependa leo kuyawasilisha ni jambo la kwanza. Leo ningependa kuzungumzia mambo ambayo vijana wengi tunapoteza muda wetu kuyafanya pasipo manufaa yoyote. Jambo la kwanza ambalo ningependa kulizungumza hasa katika vijana wa Tanzania age kuanzia 18 mpaka 22 ni kupoteza muda mwingi kukaa na kujadili serikali pasipo kufanya kazi yoyote. Jambo la pili nitaelezea. Jambo la pili ni kukaa muda mwingi na kujadili kuhusiana na mapenzi. Sasa muda wako mwingi unawaza mapenzi. Jambo la tatu ni kupoteza muda mwingi katika kufanya vitu ambavyo sio vya msingi katika smartphone zetu, sana sana katika simu. Yani unakaa muda mwingi unapoteza kwa ajili ya kushinda mitandaoni pasipo kuingiza chochote zaidi ya kutoa, hasa kwenye matumizi ya bando. Yani unatoa hela haupati faida yoyote zaidi ya kuangalia picha na kufuatilia video chafu. Jambo la nne ambalo tunapoteza muda wetu mwingi ni kukaa katika magenge. Tunashinda asubuhi mpaka jioni tukipiga story na kujadili mambo yasiyokuwa ya msingi. Nadhani pointi inaweza ikaingiliana na pointi ya kwanza ambayo nilikuwa nikizungumzia kuhusiana na kukaa na kujadili serikali. Vijana wengi wa Tanzania tunapoteza muda wetu mwingi na kukaa kutengeneza magenge, makundi kwa ajili ya kujadili serikali na kuponda kuwa haifanyi mambo ya msingi. Ikiwa sisi kama sisi tumekaa na hatufanyi jambo lolote la msingi, halina manufaa yoyote, lakini tunakaa na kuwajadili watu ambao hawalali usiku na mchana na kujitahidi kuhakikisha usalama wa nchi unaenda vizuri. Zaidi yetu sisi kukaa na kujadili na kuwaponda na kusema kwamba hawafanyi kitu sahihi. Naamini hata ingelikuwa wewe umeteuliwa ukaambiwa ndio uwe rais, sidhani kama ungefanya kama ambavyo unafikiria, kwa sababu kitu ambacho unaenda kukifanya ni kitu ambacho unaamini kabisa ni kigumu na ni jambo zito, ambapo hata leo hii mama yuko pale kwenye kiti, yeye mwenyewe kabla ya kuwa kwenye hicho kiti alifikiria vitu vingi sana. Atamani kwamba ningekuwa president of United Republic of Tanzania ningefanya 1 2 3. Alikuwa anayaona akiwa nje, lakini alivyoingia ndani akagundua kumbe sivyo. Kwa muda mwingi ambao si inatakiwa tukae na kuorganize. Sijawahi kuona vijana wenye kaa na kuorganize na kuandaa labda kikundi, wakaandaa proposal yao, wakaipeleka serikalini kuhitaji fund ama kuhitaji support na wakakataliwa. Sijawahi kuona. Kama kuna mtu ambaye waliwahi kukaa na kuorganize na kuandaa kitu wakaamua kupeleka serikalini kwamba tunaomba support, wadondoshe comment aseme kwamba mimi niliwahi kufanya kitu fulani, zaidi ya kukaa na kudiscuss na kuiponda na kusema kwamba hafanyi mambo ya msingi. Jambo la pili ni kwamba tunakwenda kuzungumzia muda mwingi tunapoteza katika mitandao ya kijamii, kusikiliza vitu vya ajabu. Hatuangalii watu wanaotoa point za msingi na kuweza kuorganize nao waweze kusapoti, zaidi ya kukaa na kufanya mambo ya kipuuzi, kuangalia picha za ngono, kuangalia wadada wenye makalio, kuangalia picha za uchi ambazo zinaenda kutuharibu psychology na kutufanya tuendekeze mapenzi na kufikiria zinaa, zinaenda kutushawishi. Kitu cha msingi ambacho tunapaswa kufanya ni kuweka bando letu kwa ajili ya kusikiliza pointi za msingi na kufuatilia mawaidha ya mashehe, mapadri, maaskofu na wachungaji kwa ajili ya kutupa ushauri na saha ambao tunapaswa kufanya katika ulimwengu wa sasa, ambapo tumeingia katika ulimwengu ambao tunaita ulimwengu leo na mambo ya globalization ama utandawazi.
Ndugu jamaa na marafiki, wapenzi watazamaji, ningependa tuweze kukaa na organize, discuss nini tunapaswa kufanya ili kuweza kuokoa kundi la vijana tuliopo sasa na wanaokuja. Mambo mengine ambayo tunapoteza muda mwingi ni kupoteza muda mwingi kupiga stories za kwenye magenge mtaani. Tunakaa tuna organize, tunapiga stories za madeni from morning to evening, asubuhi mpaka jioni. Tunakaa hatuna muda mwingi wa kupoteza kwa ajili ya kudiscuss na kukaa kama kikundi kubuni mbinu. Aidha sisi kama vijana hapa mtaani hatuna kazi, hatuna ajira, tuko watatu, tukiamua tutafute eneo zuri tuweze kukodi, tujichangishe, tununue pampu ya kuvuta maji, tuanzishe kilimo cha mboga mboga. Tuko watatu, mmoja akahusika katika masuala ya kutafuta soko, mwingine akahusika labda katika masuala ya uandaaji wa eneo, japokuwa mtandao kwa pamoja, mwingine akawa anaangalia je tunaandaa kitu gani, mwandaaji mwingine akahusika katika masuala ya mahitaji ama mhasibu, then mkakaa na organize muandae project yenu ya kilimo cha umwagiliaji, ambapo mwingine anakuwa anaangalia soko, bwana soko liko sehemu fulani, tupelekeni bidhaa yetu. Tumeandaa labda mboga za majani fungu kadhaa, tunaenda kwenye mahoteli makubwa, tunaingia nao ubia, pia tunawaletea fungu kadha wa kadha, tunaingia masokoni, tunaingia nao ubia, tunawaletea mboga kwa jumla na wao wauze pale town, kitu kama namna hiyo. Lakini tunakaa na kujadili, iskari ile mwanangu imekuja pale kwa jirani yetu, tunafanyaje sasa, naipataje, na kudiskasi kuwatenga vijana wenzetu. Fulani anajisikia amejipata, ana kitu fulani, anatuona sisi wana, anakudharau, lakini mafanikio yanaendana na nyota ya mtu. Kuna mwingine mafanikio yake yapo karibu na mwingine mafanikio yake yako mbali, mwingine mafanikio yake yapo kati. Kila mtu anayo mafanikio, lakini inategemeana na yako wapi. Maana ya kwamba hata wewe unayeona unateseka, hata mimi ninayeona nateseka, na mimi ipo siku mafanikio yangu yatakuwepo, kwa sababu mafanikio ya mtu yanategemeana na muda sahihi ambapo ye mwenyewe kulingana na vitu anavyovifanya. Mafanikio yako yanakuja kulingana na vitu unavyovifanya. Endapo ukifanya upumbavu leo hii, mafanikio yako unazidi kuyasogeza mbele, na ukifanya vitu vya msingi ndipo unavyozidi kuyavuta mafanikio yako. So kadri unavyoendesha usafiri wako kwa ustaarabu na kwa mwendo stahiki, ndivyo utakavyowahi kufika. Lakini unavyoendesha usafiri wako ovyo vizaga, ndivyo utakavyochelewa kufika, kwa sababu unapata ajali njiani na ukaumia. Badala ya kufika kule ulikokuwa unaenda, wakaamua kutumia ule muda kukupeleka hospitali kwa ajili ya matibabu. Kwa tembea kwa nidhamu, tembea kwa usalama ili uweze kufika salama ule endako. Ni kijana wenu ambaye nimefikiria baadhi ya vitu na kuamua kuorganize na nyinyi. Kama nimeongea point stahiki ama sijaongea point stahiki, tunaweza tukajadili kwa pamoja, tukaorganize nini tufanye ili tuweze kuwafikishia ujumbe vijana wenzetu nini nacho na nini unapaswa kufanya. Asanteni sana na tuko pamoja, tutaendelea kwa pamoja. Asante sana.